Na mpenzi mtazamaji wa channel yetu, na kukaribisha tena kwenye habari zetu za hivi leo, ambapo katika kaunti ya Lamu kumepatikana mauaji ya kijana mmoja wa miaka 23. Mauaji hayo hayajulikani nani aliyoyafanya, na wakaazi wa huko wanasema ya kwamba kama kuna mtu yeyote amehusikana na kifo hicho, na basi akipatikana achukuliwe hatua na polisi na wala si wakaaji. Kulingana na kijana mmoja, alisema ya kwamba hawajui jinsi ambavyo huyo kijana alivyouliwa. No one knows even the hint. Wao wako stranded, hawajui nini iliendelea mpaka ikafikia kijana huyo akauliwa. So wameomba polisi wafanye utafiti wao ili wajue nani alisababisha kifo hicho. Wakaazi wa Lamu wanaomba serikali ifanye mbio, manake hawataki tena kifo kingine kiweze kutokea katika hali hiyo tu ambayo isiyojulikana. Make wanasema kijana huyo hakuna kitu ambacho alionyesha dalili yoyote ya kukosea mtu ama nini. Wengine wao ambao walikuwa pamoja walisema ya kwamba hakuna, huyo kijana hakumkosea mtu. Na maybe tu kama sisi wanahabari tunafanya uchunguzi wetu pia. Unajua yawezekana mtu ameona mtu ako na kipawa, ama mtu amefanya hiki, ama mtu kuna nyota nayo. Kuna wengine wao wanatakanga tu kuangamiza wengine bila tu hata makosa nini. Yani anaona tu heri ya mtoe. So acha polisi waendelee kufanya uchunguzi, kisha tutawapasha vile kutaendelea. We are here today to piece up an incident in which a 23 years old Hassan Omar lost his life in a very unclear circumstances. Already as we speak, we've gotten some leads from members of the public and the government officials who are on the ground. And we've already commenced our investigation and an inquiry is already going on. Hiki kifo hatukitarajia, wala mtu hatarajii kifo, lakini tunaomba sisi na wenzetu ambao tuko hapa tuna ushirikiano, na hatujui si watu wote waliofanya kisa kama kile, pengine ni wawili. Tunaomba lolote ambalo litafanyika, haki itendeke tu, ndio ambalo tunaomba. Kwa hivyo ile ukweli ambao iko, yoyote ambaye amehusika atabeba msalaba. Hiyo ni kitu ambacho tunataka kuashua hii jamii. Na pili, kitu ambacho kinafaa kuwa ni cha amani, si ndio? Kwa sababu hatutaki kupoteza maisha ya mwingine kama tayari kuna moja imepotea. Kwa hivyo tuachie security ifanye uchunguzi wao. Na pia vitengo vya usalama, sisi tumefurahi kuwa wako hapa, na wao pia watatusaidia. Kama kuna makosa mmoja wao amefanya, basi tukubali sheria ichukue mkondo wake. Kwa sababu ikiwa umehalifu sheria, lazima uadhibiwe. Haimaanishi wewe ni raia, wewe ni mwanasiasa, wewe ni askari, wewe ni nani, sio? Sheria inatuhusu sisi sote kama wananchi.